Na ujambo na karibu mpenzi msikilizaji na hata mtazamaji wa Betcity FM, kitu kinachoaminika na kinachotambulika zaidi. Jina langu ni Emmanuel Kirui na karibu kwenye taarifa za saa 10 jioni. Ni Temorin Simiyu. Tuanze na vidokezo. Rukuu wahakikishia wakazi wa Mbeere Kusini msaada wa serikali kukabili ukame mkali. IEBC yaiomba mahakama kuu kutupilia mbali kesi kuhusu ugawaji upya wa mipaka ya uchaguzi. Ida Odinga atangaza utajiri wa shilingi milioni 500 wakati wa mchujo wa balozi wa Kenya katika UNEP. Shirika la Kenya Airways yakanusha kauli ya mfanyikazi wa zamani Mwenda Mabura. Taarifa kamili. Betcity FM, the voice of the jungle. Waziri wa utumishi wa umma, maendeleo ya rasilimali watu na mipango maalum Geoffrey Ruku amewataka wakazi wa Mbeere Kusini katika kaunti ya Embu kuunga mkono serikali, akiwahakikishia kuwa serikali imeongeza juhudi za kukabiliana na ukame mkali unaoathiri eneo hilo la ukanda wa nusu kame. Ruku alitembelea eneo bunge la Mbeere Kusini lililoathiriwa vibaya na ukame, ambako alikutana na viongozi wa eneo hilo pamoja na wakazi kujadili athari za kukosekana kwa mvua za vuli Oktoba hadi Disemba mwaka jana, na kueleza hatua ambazo serikali imeweka ili kuwasaidia familia zilizo katika mazingira magumu. Na kwingineko, tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imeomba mahakama kuu kutupilia mbali kesi inayotaka kuilazimisha kutekeleza zoezi la ugawaji upya wa mipaka ya uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Katika hati ya kiapo na majibu iliyoapishwa na mwenyekiti wa IEBC Erastus Edung, tume hiyo imesema kuwa kesi hiyo inapuuza vikwazo muhimu vya kisheria na kiutendaji ambavyo vimechelewesha mapito ya mipaka na maeneo ya bunge ya wadi. IEBC imeeleza kuwa kesi zinazoendelea mahakamani kuhusu sensa ya watu na makazi ya Kenya ya mwaka 2019, ikiwemo amri ya kudumisha hali ilivyo iliyotolewa na mahakama ya rufaa, zimeizuia kutumia takwimu ya sensa zinazopingwa katika kubaini viwango vya idadi vya watu kwa madhumuni ya ugawaji wa mipaka. Ida Odinga, mke wa marehemu Raila Odinga, ametangaza kuwa ana utajiri binafsi unaokadiriwa kufikia shilingi milioni 500 wakati wa mchakato wa kuhojiwa na bunge la taifa kwa uteuzi wake kuwa balozi wa Kenya na mwakilishi kwa kudumu katika United Nations Environment Program. Akizungumza mbele ya kamati ya idara ya ulinzi, ujasusi na mahusiano ya nje ya bunge la kitaifa siku ya Ijumaa, Ida alifafanua kiwango cha mali yake na kuitofautisha na mali ya familia. Na kwingineko, katika taarifa ya biashara ni kwamba shirika la ndege la Kenya Airways imekanusha kauli zilizotolewa na mfanyikazi wake wa zamani Mwenda Mabura, likisisitiza kuwa hana mamlaka ya kuwakilisha shirika hilo. Mabura alifutwa kazi kwa tuhuma za utovu wa nidhamu na hakushikilia cheo rasmi cha kapteni wakati wa huduma yake. Shirika la taifa la ndege limewahimiza watu kuwa makini na maoni ya kubashiri yanayoweza kuharibu jina na hadhi yake. Na msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada ila kutakia kila laheri. Endelea kutegea Betcity FM, kitu kinachoaminika. Labda kabla hatujaondoka studioni, ni kuulize tu mwenzangu kwamba nimesikia ukisoma habari ya Ida Odinga ambaye alitofautisha mali yake na ya familia yake. Kumaanisha alikuwa na mali ya shilingi milioni 500. Milioni 500. Kwa hivyo naashiria kwamba pale nyumbani kuna baba na mama, sio? Naam. Kumaanisha kuna mali ya baba na kuna mali ya mama, alafu kuna mali ya familia tena. Kulingana na Ida Odinga inaonekana ndivyo ilivyo. Okay. Naam.
Haya, kufikia hapo msikilizaji, hatuna la ziada ila kukutakia kila laheri. Tupatane hapo baadaye. Jina langu ni Emmanuel Kirui. Nami ni Maureen Simiyu. Bedsitter FM, the voice of the jungle.